Jesus a hand clap of praise. Yesu aliwauliza watu ambao walikuwa karibu na yeye, what do people say that I am? Je, watu husema mimi ni nani? Je, watu husema mimi ni nani? And everyone was given their definition based on their relationship with Jesus. Na kila mmoja wao alipeana ufafanuzi kulingana na vile wao walikuwa na mahusiano na Kristo Yesu. And so when we say Jesus, people say you are a prophet because they heard him prophesy. Wakati tunasema Yesu, watu wanasema wewe ni nabii kwa sababu walimsikia Yesu akitoa unabii. But prophecy was not his assignment. Lakini unabii halikuwa jukumu lake. Christ was the assignment. Ile Kristo ilikuwa kazi ya Yesu Kristo. That's why he was not marveled when people say, there are some people say you are a prophet. Na ndio maana hakushangaa wakati watu wengine walisema wewe unabii. And when Peter said that thou art the Christ, lakini wakati Petro alisema wewe ndiwe Kristo, there was a bit of silence. Kulikuwa na utulivu mwingi, watu walinyamaza. And he said, na akasema, to emphasize, ili asisitize the importance of what Peter has just said. Ule umuhimu wa kile ambacho Petro amekwisha tu kujisema. Revelation gave Peter a new name. Ufunuo ulimpatia Petro jina lililo jipya. His name had been Peter. Jina lake lilikuwa tu Petro. And then so he undernamed Bar Jonah. Lakini hapa kuna jina the name Rock. Na jina mwamba. And he says, upon the knowing of that I am the Christ. Na anasema kupitia kujua ya kwamba mimi ndiye Kristo. I am building my church. Ninalijenga kanisa langu on the knowledge that I am the Christ. Katika ile maarifa ya wewe kujua mimi ni Kristo. The gates of hell, malango ya kuzimu, cannot prevail, hayawezi kukushinda, not on the church, sio tu kwa kanisa, but on the knowledge of Christ. Lakini tu ni kwa yale maarifa ya Kristo. So that is to mean if anyone doesn't know who Jesus is, na hiyo inamaanisha kama mtu hamjui Kristo ni nani, the gates of hell will prevail. Basi malango ya kuzimu yatamshinda. The devil cannot prevail, shetani hawezi kushinda over a man kwa mtu that knows the Christ, ambaye anamjua Kristo, the Christ, ambaye anamjua Kristo, the Christ, ule Kristo, Kristo, ya ambaye anajua Kristo, Christ, Kristo, yes, Christ, Kristo. I'm not using the interpreter, but I'm trying. Anajaribu. There is a very powerful statement over there. Kuna usemi mkuu sana hapo that many people concentrate. Na kuna ambao watu wanaweka umakini. Kuna waumini wengi ambao fundisho lao la kwanza ni kumfokea shetani. Pray for me, I'm going through a lot of Kiswahili. Yaani wamefunzwa majukumu yao ya kwanza ni kumfokea shetani. But do you know that the knowledge of who Christ is, it is enough rebuke to the devil. I pray in the name of Jesus that there is rising a worshipers, the people that know who Christ is. We are not afraid of the schemes of the enemy, because we know that if we know Jesus, the enemy can never prevail over us. If I know Jesus, the enemy cannot prevail against me. That's why he says there are people that know their God shall be great in the land, and they shall do exploits. Exploits and greatness is a function of knowledge. Exploit and the dominion is a function of knowledge.
Pigia Bwana Yesu makofi. I'm telling you. Yani, to know Jesus is the secret behind the power. Ni siri nyuma ya nguvu. Is the secret behind the power. Ni siri nyuma ya nguvu. In the book of Acts chapter number 17. Katika Matendo ya Mitume 17. Is it 17 or 19? We found another a man, the sons of Sceva. Tunawaona mtu wana wa Sceva. They were trying to cast out the devil. Walikuwa wanajaribu kumtoa shetani. The devil asked them a very pertinent question. Shetani aliwauliza swali ambalo Jesus we know. Akasema Yesu twamjua. And Paul we know. Na Paulo twamjua. But what is your name? Lakini nyinyi ni nani? That is to mean my name is rebuke. Ndani yao wao ni wakemea tu. What cast out the devil is not a shout. Sio kelele. It's not an imitation. Sio kitu. Whatever rebukes the devil out of me is who I am. I can never know who I am except I know who Jesus is. The definition of a man lies in the knowledge of Jesus. I said I'm not going to shout there. Nilisema sitapiga kelele. You can imagine. I mean, Mungu anasema hivi ya kwamba you can imitate me and say devil like Moses was doing it. Unaweza rudia nyuma yako ukasema shetani. As a neighbor hands on devil. Unapoweka mkono juu yako. Mungu take time anakuambia stop. Paul we know, Jesus we know. So who you are is what casts out the devil. So failure to know who you are is giving the enemy a platform to torment your life. Do you agree with what I'm saying? That when we know Jesus, is, you know, someone said the best way to know how much God loves you yani nasema hivi njia moja ya kujua vile ni namna gani Mungu anakupenda yafaa uangalie mapenzi ambayo Mungu anayo kwa Kristo. How much I'm loved is how much Jesus is loved. So if I don't know Jesus, it is difficult to find me. If I know Jesus, I know who I am. It's the one who told Peter, now that you know me. Let me give you a name. Rock. Now amesema, on this which rock, there are people who don't even the rock. So revelation is a rock. Revelation, what keeps you amidst the storm is revelation. The distinction of men and boys is in revelation. Revelation is huwa inaseparate wanaume na wavijana. Umeelewa lakini? Umeshaelewa sio? Na kuna iko deeper. Can I prophesy? Now what I'm saying, a rooting in failure to know Jesus. A man that doesn't know Jesus has no business singing for him. Because even our songs, they are as deep as our revelation. Pastor, leo tukienda
ukienda mbinguni na kupatia kiti ya mbele karibu na Abraham. Unanipigia makofi sana. Kuna watu hapa wanielewe. What I'm saying is this. That kuna waibada watasikia hii injili. Nikianza kuhubiri wanaanza kutoka wanatoka toka. Alafu ukiwapatia microphone hiyo wakati mchezesha. Hawapendi neno. Wanapenda neno kama kweli. Ukiwaambia no Jesus like man of God. Anasema mtu ndio wazee kwa ndio mlikuwa mnajichekelea kwa like wow. Most what are you doing? Wazee na masela. Wanazunguka so that means we can dance with the devil here. If what rebukes him is the knowledge of Christ and you don't have it, that is to mean the devil joins you in the dance. The devil was in heaven. So a dance does not move him. That's why he hinders people from accessing the knowledge of who Jesus is. Because any man who doesn't know Jesus, that man is limited. A person that doesn't know Jesus is limited. Thank God because I know Jesus. Paul says that I may know Christ and the power of his resurrection. That I may know Jesus and the power of his resurrection. Now let me make it easier. Sorry, I almost spoke in tongues. You see? No. Amen. Amen. Oh yes. Jesus says, upon this revelation, I am building my ecclesia. Ecclesia. And he made it better by explaining. If you read from the TPT, it will give you an explanation. Inasema ecclesia is a parliament. Nasema ile hekalu ni kama bunge. Na kazi mojawapo ya bunge ni kutengeneza sheria au kupokea miswada na kuijadili kisha wanapitisha. Na Yesu akatuambia when you pray, wakati unapoomba, hakusema if, alisema when. Anasema wakati unapoomba. Kwa sababu alisema if, it would have been optional. Angesema ikiwa ingekuwa hiyo. Lakini aliposema when akamaanisha prayer is a must. Aliposema wakati unapoomba basi maombi ni lazima. When you pray, pray like this. Wakati unapoomba omba. Many people don't know that when we say thy will be done on earth as it is in heaven, we are actually provoking a warfare. Watu wengine hawajui kwamba tunasema penzi yako yafanyike hapa duniani. You cannot enforce the will without enforcing another. Hauwezi kutimiliza mapenzi pasipo la ingine. Hauwezi kusema mapenzi yawepo isipokuwa yale mengine uyaondoe. So one of the assignment of the church ni kuhakikisha kwamba mapenzi ya Mungu yanafanyika duniani. Na mojawapo ya kufanyisha mapenzi hayo kazi ni kunyima mapenzi haya mengine kazi. When the devil raises up his head, because we know Jesus, we remind the devil that you are a liar. You are a liar. Sickness is not my portion. The devil, you are a liar. You are a liar. A curse is not my
my portion. Therefore you are a liar. I am the blessed generation. I am a child of God. By his day. Shout hallelujah. Unajua pastor Kilo ameniambia take your time. Atali aliyometia. Ametia kwenye hatari fulani. We love him because he loved us. Tunampenda kwa sababu yeye alitupenda. We love him because he loved us. Tunampenda kwa sababu yeye alitupenda. He didn't deserve. Alipokea kile hakustahili. So I walked on the other side Kwa sababu nitembea upande with the blessings I didn't deserve. na baraka ambazo sikustahili. It is a transaction. Hii ilikuwa ni kama Beauty for ashes. yaani ni kama jibu. Beauty for ashes. I came with my sin. I came with my pain. I came with my shame. I left an honorable man. He says you're free. Say I'm free. Niko huru. You're free. Usiku wa leo. In John chapter number, when justice Wakati meets mercy, haki inakutana na neema. when justice meets mercy, Wakati haki inakutana na neema. grace is birthed. Grace is birthed. There was a condition of justice and mercy. Of justice and mercy. Of justice and mercy. Of justice and mercy. What came out was grace. And grace is when a man gets what he doesn't deserve. I walked up with what I didn't deserve. People were asking, what happened? You say, one thing I know. One thing I know. I was blind, but now I see. I don't want to know. Shout hallelujah. Lakini kila ninajua ya kwamba mimi nilikuwa kipofu. Lakini sasa ninaona. Shout hallelujah. Because you can't explain grace. Hawezi kufafanua neema. You can't explain grace. Hawezi kufafanua neema. That's why you said one thing I know. Hiyo ndio sababu alisema I kitu was kimoja. blind, Nilikuwa but kipofu. now Sasa naona sina story. Wanamwambia na ni Sunday. Anasema Sunday is not my day. One thing I know, I was blind. hata kama ni Jumapili, mimi hiyo sio biashara yangu. Kitu kikubwa ninajua Now listen, I am a casualty of my interaction of my father and my mother. That fateful night, whether it was day or night, I don't want to know. I just happen to be alive. I am here because God made a covenant with himself. So I am here. So I am here. So I am here. Now listen to me. kwa hivyo nisikize. In John chapter 8, Katika Yohana mlango wa 8, a woman was found in the act of sin. mwanamke alipatikana kwenye dhambi katika ushirifu. Like this. Now when we explain about justice, Wakati tunazungumzia juu ya haki,
Justice ni kusema umepatikana na makosa, wafaa kuadhibiwa. Sheria ya Musa imesema. That's why tumekuja na mawe. Tuko tayari. Si kujenga hekalu. Come on. So they come to Jesus. Kwa hiyo wakamjia Yesu. Listen to me. Nisikize wapendwa. Man to ligo rabash. Hallelujah. Mercy to ligo rabash. Hallelujah. Jesus. And so the woman, na huyu mwanamke is standing between justice, alikuwa amesimama katikati ya sijui hukumu ama haki. Ni haki. and mercy. Alikuwa amesimama katikati ya hukumu na neema. Neema. Nikueleze kidogo ndio uelewe. Come on. Wakati walikuwa wanajenga hekalu na wakajenga ile inaitwa the Ark of the Covenant. Sanduku wakaweka sheria ndani. Mungu aliambia Musa, wekeni kiti cha rehema juu ya sanduku la agano. Kwa sababu nikifuatana na hao watu kulingana na haki nitawamaliza wote. Lakini kwa sababu kuna kiti cha rehema juu ya sanduku la agano, I am providing an escape. na nafasi ya kutoka. That escape is called grace. Na huo mwanya wa kutoka ni neema. Because when justice kisses mercy, kwa sababu wakati haki inakutana na rehema, inabusu rehema, grace is birthed. neema inazalika. So this woman is standing between justice and mercy. Na huyu mwanamke alikuwa amesimama kati ya haki na neema. So Jesus begins by asking them. Mnisikize kile mnaniangalia jamani. Sio mnaniona vizuri. Najua mimi mweusi kidogo lakini mnaniona vizuri. Sasa sikizeni kwanza. Amen. Wakati hao wasaliti, unajua devil is an accuser of brothers. Do you know why Jesus is writing? Unajua kwa nini Yesu alikuwa anaandika? He's writing because he's the one who wrote the law. Alikuwa anaandika sababu ni yeye aliyeandika sheria. Anasema Musa alisema mtu akipatikana katika tendo kama hili tumpige mawe. Very correct, ambia unajua hiyo sheria ni mimi nilipeana. Anainuka tena anasema katikati yenu ambaye hana dhambi arushe mawe. Na kainama tena akaambia the latter killer, the spirit. Anaambia when he wrote the second time, wakati aliandika mara ya pili, when he lifted up his head, alipoinua kichwa chake sana. Why? Kwa nini? The spirit giveth life. Roho pana uzima. The latter killeth. Na sheria huwa. So Yesu alipoinua kichwa, Biblia inasema kwanza, wacha niwaambie kitu moja, aliambia walianza kuondoka moja kwa moja kwanza na wazee. Wazee wa kanisa, Bwana asifiwe. Kama kuna mateso nishaipitia ni wazee wa kanisa. Wazee wa kanisa wakikupata vizuri wanaweza kukuua. Nilikuwa na Bishop Bugara akasema yeye hana kamati ya wazee. Kanisa mwake nikamwambia nadhani una hekima, nikamwambia wazee wa kanisa watakuvunjia kanisa. Kazi yao ni prefect. Yeah. Kaambia sisters, bora tulikuona sikata saa 2 jioni. Na mwenendo ambao ulikuwa nao haufurahishi Kristo. Yaani kuna watu watakatifu kushinda Kristo. Yesu anavuruta au anatoa? Anavuruta au anatoa? Yesu abako yasema ndiye alishao. Basi hakuna mkanisa. There is a powerful gift that wanajua watu wamepitia makuna wazee wa kanisa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndio akijua umepitia mambo mengi. Amen. Kuna askofu mmoja ashaniambia tu wazee. Yaani aliagiza askofu wa Morani hasa
Chabaraka. Baba wale bali wewe wale harahasi. Ole harahasi kwanza. Tuchunguze mambo yako. Unalo nilishakoma kwako. Kama hujaichunguzwa shauri yako. Mimi nishaichunguzwa mimi. Na kumbe ni kawaida. Sasa watu wengi sasa kuua sisi na mbeba mawe mzito anasema kama zali kill. Pasemo ndo bana boy tena. Ule kwa tena. Amen. And then Jesus anauliza, where are your accusers? Na Yesu akauliza washtaki wako wako wapi? The woman did not even answer. Mwanamke hakuweza hata kujibu. Jesus alimpatia zawadi moja, a very precious gift that every believer receives. It's called the gift of no condemnation. Hallelujah. Yesu alimpatia zawadi moja ambayo Wakristo wengi hupokea. Zawadi ambayo Wakristo wote si wengi wote. Alisema kwamba siwezi wewe enenda. The power to go and sin no more. Kwa hiyo nguvu za kuenda na kutotenda dhambi tena. Usitende dhambi tena. Yaani is sponsored by Neither Do I Condemn You. Hiyo nguvu inasponsiwa na usihukumu. Inafanywa na usihukumu. Pray for me, I'm going to Now sing with me, I have received the gift of no condemnation. Sema kwamba mimi sihukumiwi tena. Nimepokea kipawa cha kutohukumiwa. Nimepokea kipawa cha kutohukumiwa. You're just giving God. Hallelujah. Am I talking to somebody here? Kuna mtu ameshalala kitambo. But neither do I condemn you. Lakini nikikupata nitakung'ana. Nikikupata umelala nitakung'ana. Amuka. Angalia mwenzako kama amelala, hebu mng'ange kama amelala, mng'ange. Now, let me say this one and then I'll finish. I'm saying the last thing. I promise. There is a story about the sacrifice in the temple. Kuna hadithi inayohusiana na dhabihu katika madhabahu ama katika kanisa. Kama you are a good student of the Bible, when you look at Hebrews chapter 7, chapter 8, chapter 9, chapter 10, it's talking about hiyo dhabihu ya makuhani wa zamani. Hebu niwaambie jambo moja. Dhabihu ya dhambi ilikuwa inatolewa mara moja kwa mwaka. Na kuhani angeenda mahali patakatifu mara moja kwa mwaka. Na anaenda na damu. Lakini kuhani huyo hakukuwa na uhakika ya kurejea. Yaani ilikuwa mchezo ya bahati nasibu. Aende na sirudi. Ndio sababu kuhani angeingia alikuwa anafungwa kamba kwenye mguu. Kama tesa. Na hii tesa inawachwa nje out of the holy, kwanza achana, yani nje kwenye ua la nje huko. Huwezi karibia, unakaa huko nje. Alafu angeenda pale wanatingiza, akireply mnajua hapo mzima. Wakati mwenye dhambi aliyekuwa ametoa mwanakondoo amechinjwa, mwanakondoo alipokuwa analetwa, kazi yako akishakaguliwa na kuhani, kazi yako ni kumutilia mkono, mwambie bu yeye risu huyo, kama ya risu masengenyo risu macho mrefu risu
Ukisha confess dhambi zako zote kwa mwanakondoo, mwanakondoo anachinjwa. Now listen to me. Baba nisikize. Mnifuate vizuri, kuna mtu anasikia kama nizo, but these things I'm teaching, they are very deep. Haya mambo na sikia. Yes. Mwanakondoo aliyekuwa analetwa angekuwa siku 8. Maana sema hivyo. Siku 8 asiyekuwa na mawa wala doa. Asiwe na ulemavu wa namna yote. Mwenye afya nzuri. Mwenye achaguliwe mwenye afya nzuri. Mwanakondoo mwenye siku 8 hajafanya dhambi bado. Lakini mtu mwenye anakuja confess dhambi ndiye amefanya dhambi. So akikonfess dhambi zake kwa huyo mwanakondoo anakufa, mwenye alitenda dhambi ana walk away kama amesamehewa. So when Jesus becomes the Lamb of God, kwa hivyo wakati Yesu anafanyika kuwa mwanakondoo wa Mungu, that is to me, hiyo inamaanisha he has to die ya kwamba lazima afe so that I walk away. ili mimi nitembee nikiwa huru. Thank you, my brother. I'll give you a seat next to Abraham in heaven. Yani mwanakondoo anakufa. Mwanakondoo hakufanya dhambi. Hakufanya dhambi. Ni dhambi zangu anafilia. Ndio mimi ni walk away innocent as the Lord goes away guilty. Yani mwanakondoo anauawa na mimi nitoke nikiwa huru. So that we say when Jesus died, ndio tunasema wakati Yesu alikufa, it ought to have been me on the cross. Ilikuwa ni mimi ningelikufa kwenye msalaba. There was a replacement, an exchange. Kulikuwa na mtu ambaye So he took my place. yeye akachukua nafasi yangu. Mimi nikachukua nafasi yake. Let me say it again. He took my place. Alichukua nafasi I yangu. took his place. Mimi nikachukua nafasi yake. The Bible says we are seated in Christ Biblia inasema kwamba at tumeketi the right hand of God, katika mkono wa kuume far above principalities and powers. ambaye kwa juu ya mamlaka yote na nguvu. But he went away with what he didn't deserve. Lakini yeye aliona kile ambacho hakustahili kwenda nacho. I went away with what I didn't deserve. Na pia nikaondoka na kile ambacho sikustahili kwenda nacho. He went away with what he didn't deserve. I walked away with what I did not deserve. Mimi pia nilitoka. Oh, what wonderful love is this! That a man should lay down his life for his friends. We can worship the Father now. Knowing that he has made a way. I'm no longer a stranger. I am a child of God. I am a child of God. I am not a stranger. I am not a stranger. I am not a stranger. I am a child of God. I'm a child of God. In the temple there were no chairs for the high priest. Kwenye hekalu hakukuwa na viti kwa ajili ya wale. The Bible says when Jesus went in and sacrificed, he sat down. Wakati Yesu alienda na akatoa dhabihu, aliketi chini. To sit down is to tell you that I'm finished. Kuketi chini ni kumaanisha kwamba nimemaliza. The priests in the temple could not sit down because they are not finished. Makuhani hawakuweza kuketi chini kwa sababu hawakuwa wamemaliza. Only Jesus Ni Yesu peke yake finished. ambaye alimaliza. Now let me talk to somebody here. Kwa hiyo wacha niongee na mtu mahali hapa. Right now, Hivi sasa why God, just don't interpret, I feel like everyone will understand this. Why God is not angry with you is because when he looks at you, he sees Jesus. sababu ambayo inafanya mtu hawezi kuwa mbaya kwa sababu anapokuangalia wewe anamuona Yesu ndani yako. Anapokutizama anamuona Yesu. Don't interpret. When God looks at you now, he smiles.
Because you guys remember when Jesus was being baptized, how God prides himself in Jesus. He said, this is my beloved son, in whom I'm well pleased. He says, in whom? In whom? In whom? Yes. I am well pleased. That is to mean anyone in him. Yes. God is pleased. In him. In Psalms 16 verse number 11. The Bible says, in the presence of God there is fullness of joy. And then it says, at his right, what is the right hand? Who is on the right hand side of God? Jesus. At his right hand, there are pleasures. So anyone at the right hand gives God pleasure. Everyone at the right hand of God gives God pleasure. So when God says, you don't know what pleasure is. Except you can taste some sweet, cold, is it called what? Yogurt. You can expect the joy. Anyone that is seated in Christ, God looks at them and says, my beloved. Even anyone here who thinks that you are a wretched sinner, anyone present here in Christ but messed up, in Christ but wounded, in Christ but you don't have a good story. So long as you are in Christ, he says, my beloved. There is a veil of Jesus over every believer that gives God pleasure. So when we worship him, we are not begging him. A way has been made for us to come. There's someone who sang a song and said, you look past my guilt, my sin, my shame, and pour your love. You look beyond me, oh. You look beyond me. Say, I am the one. I am the one. You are shown me mercy. You are shown me mercy. You are shown me mercy. I'm amazed by how you show me mercy. Jesus, thank you for your mercy. I'm amazed. I'm amazed how you
Bible says, anyone who turns to me, I will no wise turn away. Anyone who turns their faces on me, I will not turn them away. There are people here right now, I feel like there are people right now in this place who are in that place of wondering, am I even born again? Am I really saved? Like there are things the devil is tormenting you to an extent where you really look at yourself and say, I think I'm not enough. There is people that are not enough that Jesus welcomes. There's one woman who came to Jesus in John chapter 7, and he was, Luke chapter 7. The Bible says she was a prostitute. And she came with the other person. And when the disciples were saying, she's a prostitute, she came on her knees. What she was saying that I know I'm not good enough. But I know when we go on our knees, we are likely to encounter the mercy side of this guy. She went with the bottle. I know that out of fear, she broke, because the alabaster was very expensive. She said, let me break this alabaster. That even if he will chase me away, he will know that I love him. She broke it. She poured the oil on the feet of Jesus. And then she took her hair. You know how women rises their hair? She took her hair and began to wipe the feet of Jesus. And Jesus never said a word. It is people who are saying she's a sinner. And the judge was just quiet. The perfect judge was quiet. The imperfect judges were the ones saying she's a prostitute. If you feel like you're not enough, you are the candidate for his mercy and grace. I always, everywhere I preach, I tell people, no one has suffered public persecution like me. And I always tell people that, you know what? I've learned to stay around the one who doesn't judge. Amen. At his feet, I say, Lord, I know that David alipofanya makosa, Mungu alimuuliza maswali, alimpatia options tatu, akamwambia na kupatia option ya kwanza. Mungu alimwambia, don't count the children of Israel. He counted them. God akamwambia, I'm giving it 3 options. 1, ukue under the mighty hand, tormenting hands of the Philistines for a period of 6 years. Number 2, that I will afflict Israel with hunger and strike it with plagues. Number 3, akampatia another option. It was also another punishment. David chose the one that was not among the options. He said, Lord, I would rather fall in your hands, because in your hands there's full of mercy. I would rather fall in your hands. People will kill you. Yes, sir. Run to Jesus. People will finish you. They can massacre your reputation, your name. They will finish you. Run to the one who said, neither do I condemn you. I feel like I need to pray with someone here who is feeling like, I think it's me, man of God, that you're talking about. I don't feel good enough. I've done the worst. If it is the sins, I've done the worst. I know that people don't know, but there's one who knows about it, but he doesn't talk about it. Can I ask you to come forward? The men of God are here, will pray with you. But don't be afraid. There's one who wants to embrace you even right now. Yes. And tell you, son, neither do I condemn you. Yes. Kiti chako cha rehema
if you're the one I'm talking about. Just come here. Yesu kwetu ni